Sasa leo tutaangalia faida ya kuweza kutumia ndizi ambayo unaiona hapa yenye haya madoadoa kwa mtu ambaye ana changamoto ya acid reflux. Cha kwanza, ndizi ina madini aina ya potassium, lakini pia ina madini aina ya magnesium ambayo inasaidia sana kuweza kupunguza tindikali yako ya tumboni ambayo inapanda, ina flow back kwenye koo. Lakini nitakupatia kanuni za kuweza kutumia ndizi ili isiweze kukuletea madhara. Cha kwanza, usitumie ndizi kama umekaa na njaa kwa muda mrefu. Yani ulipokaa na njaa kwa muda mrefu, chakula cha kwanza ambacho nakiingiza ndani ya tumbo isiwe ni ndizi. Itakuletea hali ya tumbo kujaa gesi na asidi yako itapanda juu, kwa sababu ndizi ina kiwango kikubwa cha sukari ambayo ikiingia tumboni inaweza kusababisha bloating, kwa maana tumbo kujaa gesi na kunguruma. Lakini pia ndizi inayo fibers ambayo inasaidia kwanza kulisha wale bakteria wa tumboni, lakini pia inasaidia kuzalisha mucus ama uteute ndani ya tumbo lako. Inasaidia sana ili kuweza kuzuia tumbo lisije kuathiriwa na acid reflux, kwa maana acid ambayo inazidi na kuanza kuondoka katika eneo la kawaida na kwenda kwenye maeneo ambayo haitakiwi kuwepo. Lakini ndizi hii ambayo unaiona inasaidia sana kuweza kubalance mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula, kwa sababu inao probiotic. Hii ndizi ukiichunguza vizuri, kunao bakteria wengi ndani ambao wamesaidia mpaka hii ndizi imeiva. Kwa hiyo inayo probiotic ambayo ni bakteria wazuri ndani kwenye mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo kazi yake kubwa ni kuweza kubalance mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula uwe katika hali ya utendaji kazi wa kawaida. Kwa hiyo pendelea kutumia ndizi ambazo zimeiva, lakini pia tumia baada ya chakula, angalau nusu saa baada ya chakula tumia ndizi. Zina msaada mkubwa sana ndani ya mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula.